Kwa jina naitwa Yasinta Peter, ni mshirika wa mahali hapa. Karibu. Ushuhuda wangu wa kwanza ni kuhusu sadaka ya malimbuko. Tulivyoagizwa kwamba tutoe sadaka ya malimbuko, ilitusaidia kutoka kwa mzaliwa wa kwanza kwa mama mkwe wangu. Bahati nzuri, wakati inatangazwa mama alikuwa kwangu na kulikuwa kuna vita. Hawakuwa na maelewano na kijana wake mkubwa, na wakati hata mimi sijaolewa kwenye hiyo familia, mume wangu alikuwa akisuluhisha. Hata siku ya harusi yake ilipofika, mama akajaribu kumpiga na faini, kwa sababu akiwa katika suluhisho kuna maneno anamwambia mama wewe unafikiri kuna mtu yupi ni mzuri, mwali yupi? Kwa hiyo mama akakumbuka hayo maneno, hata wakati mimi naingia pale ikawa sababu ya kumpiga faini. Ikaendelea hivyo mpaka mwaka juzi 2022 tarehe 26 mwezi wa pili kama sikosei, tulivyotoa sadaka ya malimbuko. Mama alipokuja tukawa tunamshauri, tunamwambia mama, kuna sadaka kwenye madhabahu yetu ya malimbuko. Sasa kwa sababu mtoto wako mkubwa umtoe na wewe. Tukawa tunampa hivyo hivyo hata kama hajaelewa, lakini mimi nikawa nasema madam atapeleka hiyo sadaka na hiyo vita ndivyo itaisha. Na alipotoka mahali hapa hakuna alienda kufanya suluhu, ni ile sadaka aliyotoa na madhabahu ya mahali hapa. Mama alikwenda mwenyewe kwa kijana wake na wakapatanishwa, na majirani wote walikuwa waelewani. Mungu akafanya yote na sasa ni amani na shwari kuu kwetu. Na mume wangu yuko hapa, anaweza kadhibitisha hilo. Lakini pia sadaka malimbuko iliweza kumsaidia mtoto wangu wa kwanza. Tuna vita kubwa sana ya kielimu ambapo haikuwa rahisi hata kwa ndugu zangu ambao kwa nyumbani. Hata ile kufaulu la 7 si jambo rahisi. Na mtoto wangu alikuwa huku anasoma, ndipo tunakuja hapa. Alipoanza tu form 1 alikuwa anasumbuliwa tu tangu mwanzo, lakini alipoenda kule mguu ulivimba, kiuno, akatakiwa apewe wheelchair. Mwanzoni mimi binafsi nilikuwa nabeba, yani unambeba mtoto kana kwamba unaweza. Lakini nilipoleta sadaka kwenye madhabahu haya, nikisikia mateso, maumivu, nikawa simbebi mtoto, nikawa sibebi chochote. Namwambia Mungu, ulisema leteni malimbuko ya wazaliwa wa kwanza, na nimeshapeleka, madhabahu yako yatafanya kazi. Bila kuteseka ndani ya moyo, mtoto wangu akawa salama, akapona, vita vilivyokuwa vinainuka vikaisha. Mpe Yesu makofi kabisa. Na mwaka jana kwa mtoto huyo akishafika darasa la mtihani, alikuwa form 2, vita pia viliinuka sana. Ashukuriwe Mungu kwa sababu ya kutumia kinywa cha baba kwa madhabahu haya, kwamba ilikuwa mwaka wa kufutwa machozi na kupewa furaha na Bwana. Lakini ilikuwa ni vita kali katikati ya furaha tuliokuwa tunapewa na Bwana. Basi kiibuka jambo, mimi namwambia sio mwaka wangu wa kulia, ni mwaka wa kupewa furaha na Bwana. Kwa hiyo jambo la kushangaza mno na cha kufurahisha, haikuwa nikibeba hata nikisikia hainiumizi kama mzazi, kwa sababu nina madhabahu ya kuweza kushindana na madhabahu ya kwetu ambayo hayakutaka elimu. Hivyo basi matokeo yalivyokuja ya form 2 sasa, pamoja alipitia mpaka siku anaenda kufanya mtihani, alikuwa na vita kali. Anapigwa hata na mato, anaweza kupigwa, anaweza roho kukataliwa ikaingia, lakini kwangu ilikuwa sio tishio kwa sababu ya madhabahu. Alifaulu kwa wastani wa ile division ya kwanza kabisa form 2. Nilimshangaa Mungu sana wa madhabahu haya. Hallelujah. Na jambo la tatu na la mwisho, maana ni mengi ametenda, kwa ufupi wake, hata kama ingekuwa nafanya kazi wapi, na hata mume wangu pia amesoma sana, ndio ana degree 2, miaka yote tulipokuwa ndani ya familia maisha, hatukufunguliwaga fahamu kwamba tutakuwa na viwanja, tutakuwa tunajenga. Haikuwa ndoto, kwa sababu haikuwepo kwa upande wa babangu wala upande wa kwao. Lakini kwa sababu ya madhabahu haya, leo
tunaishi nyumbani kwetu na sisi tuna nyumba. Tunamshukuru Mungu sana. Yesu makofi ya ngulo kabisa. Haikuwa jambo rahisi kabisa, lakini nilichogundua ukifika kwenye madhabahu haya, nilijiunga 2021, amenifanyia kwa wepesi, kwa sababu ukiwa siku ya Jumatano mahali hapa una lako la kufunguliwa. Kwa sisi wenye vifungo vikubwa, ukienda kwenye zoni neno la kwako lipo. Ukiambiwa maombi ya kuja kanisani, ukishiriki siku kwa siku, tulikuwa tunafunguliwa, kwa sababu sio jambo rahisi kwa sisi watu wa chini namna hii. Leo Mungu anatuheshimisha namna hii. Hongera sana mama. Mpa Yesu makofi kabisa. Wow. Bwana asifiwe. Umesikia huyu dada au mama watu walivyosema juu ya malimbuko, kutoa wazaliwa wako, kumuuliza Mungu na kutoa malimbuko. Nataka niwaambie, Mungu aliponifundisha haya nikaja kafundisha, watu wengi walitoka, na watu wengi mikosi ya watoto wao kuzuiliwa ilikoma. Kwa nini? Kwa sababu hatufuati maandiko tu yanavyosema, tunafuata pia Mungu anachosema juu ya neno lake. Umenielewa? Watu wengi wanafundisha maandiko. Maandiko Biblia inasema yanaua kama hayana pumzi ya nani? Kwa hiyo maandiko ni ya Mungu, ndio maana yanaitwa maandiko matakatifu. Lakini Mungu akisema kupitia neno lake ambalo liko ndani ya maandiko, hilo ndio analolifuatilia. Kwa hiyo nataka niwaambie kwa uaminifu mkubwa, fuatilia lile somo na utaona unapotoa mzaliwa wako wa kwanza kama malimbuko na Mungu akakuongoza sadaka ya kutoa, kwenye ulimwengu wa roho mashtaka yanaondolewa. Mungu anaweka ulinzi juu ya uzao wako, juu ya watoto wako. Haijalishi watoto wako na watoto wangapi. Unanielewa? Wengi wanasema kwamba Yesu alipozaliwa tu basi hakuna tena mzaliwa wa kwanza. Nani amekwambia? Biblia haiwezi kujipinga, my friend. Sema amina kama unanielewa. Ndio maana watu wengi watoto wao wanapata shida, watoto wao wanaharibiwa. Adui ni rahisi kuja kuharibu watoto kwa sababu ulimwengu wa roho hakuna ulinzi. Wewe ndio una ulinzi kama wazazi, lakini angalia watoto wanavyoteseka. Haijalishi wamekuwa wakubwa, haijalishi wengine ni walevi, wengine hawataki hata imani ya wazazi wao. Kwa nini? Kwenye ulimwengu wa roho, nani ambaye amewakabidhi watoto hao kwa Mungu na kwa uongozi upi wa Mungu? Mungu aliye wa Israeli ndio Mungu wa kanisa hata sasa. Sema amina kama unanielewa. Sasa usipomsikiliza Mungu, wao kafuata tu maandiko yanasemaje, maandiko yanasemaje. Sikiliza, msikilize Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu aliyeandika hayo maandiko, ndipo utaelewa. Na unapofuata Mungu ndio anafuata kizazi chako. Kama umenielewa sema amina. Mama, Mungu awabariki. Nendeni mkafanikiwe na kuzidishwa katika jina la Yesu Kristo. Sema amina.